Ujumbe ambao tutaangalia leo kwa ufupi sana unasema kwamba pigana vita ukiwa pamoja na Mungu. Jambo la kwanza la kuelewa katika maisha ya wokovu, mwanadamu yoyote ambapo akaamua kuachana na shetani na kumfuata Mungu, uwe na uhakika ya kwamba ameingia katika vita. Maisha ya wokovu sio maisha ya tambarare kama watu wengi mwanzoni ya mjini tuliambiwa hivyo, lakini nataka nikwambia maisha ya wokovu siku zote ni vita. Mtu aliyedhamiria kwenda mbinguni ni mtu wa vita. Mtu aliyekata tiketi ya kusema kwamba nimeamua ninaenda na Mungu vizuri, huwa na uhakika kwamba ana vita. Hata kama ataona kwa macho ya kawaida hana vita, lakini nakuhakikishia kwamba ana vita katika maisha yake. Kwa hiyo unatakiwa kuelewa ya kwanza, unatakiwa uelewe kwanza ya kuwa uko vitani. Pamoja na kuwa hiyo vita bado hujaanza kuipigana, yamkini umeshaanza kuipigana mwenyewe bila kujua, au yamkini unajua, lakini swali la msingi la kujiuliza, je, hiyo vita ambayo umeanza kuipigana uko pamoja na Mungu katika hiyo vita? Au hiyo vita ambayo unataka kuifuata au kuiendea uanze kupigana, je, una uhakika kwamba Mungu yuko pamoja na wewe katika hiyo vita? Hicho ni kitu cha msingi cha kuzingatia kama mtoto wa Mungu. Kwa hiyo elewa ya kwamba tuko katika vita. Pamoja na kuwa unaamka uko salama, una uzima, una afya njema, lakini elewa uko katika vita. Na neno la Mungu liko wazi katika Biblia. Linatuambia kwamba vita vyetu si juu ya damu na nyama. Wakorintho, si juu ya damu na nyama. Vita vyetu sio kwa mwili huu wa kawaida. Sio mpaka uanze kupigana ngumi. Sio mpaka uanze kutafuta bunduki wapi. Kwa hiyo kama hauna vita kimwili, uwe na uhakika ya kwamba rohoni kuna vita ipo. Na hakuna mtu ambaye yuko vizuri na Mungu asiwe na vita. Kwa hiyo mwana wa Mungu, usijaribu kupigana vita yeyote itakayokuja mbele yako kama unajua kabisa kuwa Mungu hayuko pamoja na wewe. Usije ukajaribu kupigana vita ambayo iko mbele yako na hali ya kwamba unajua kabisa ya kwamba Mungu hayuko pamoja na mimi. Ninakuhakikishia kwamba 100% lazima utashinda hiyo vita. Hiyo vita hautashinda hata siku moja. Hiyo vita hautashinda hata siku moja. Lakini niko mahali hapa tujifunze ya kwamba tunatakiwa kupigana vita tukiwa pamoja na Mungu wetu aliye hai. Zekaria sura ya 10 mstari wa 5 mpaka wa 6. Neno Mungu linasema, nao watakuwa kama mashujaa wakanyagao adui zao katika matope ya njia vitani. Maana yake ni nini? Anasema nao watu watakuwa mashujaa, wataonekana ni watu hodari sana, ambao wanapigana na adui zao na kuwakanyaga kama matope wanaokanyaga wakiwa njiani. Kwa nini watakuwa mashujaa? Na kwa nini watakuwa na uwezo wa kukanyaga adui zao kama matope njiani wanapopita vitani? Anasema ya kwamba kwa sababu Bwana yu pamoja nao, na hawa wapanda farasi watafadhaishwa, na wale maadui zao watafadhaishwa, lakini Bwana yu pamoja nao. Ushujaa wao unaonekana pale ambapo Bwana yuko pamoja nao.
na maadui zao itaonekana wanawashinda na wanawakanyaga kama watoto wanaokanyaga njiani vitani, kwa sababu Bwana yuko pamoja nao, bali si kwa sababu ya kwamba wanaweza sana, si kwa sababu ya kwamba wana silaha nyingi, si kwa sababu ya kwamba wana mapanga na mikuki na mabomu ya mkini, bali ni kwa sababu Bwana yupo pamoja nao, sababu Bwana yupo pamoja nao. Haleluya, watu wa Mungu. Na wale adui zao watafadhaishwa, maana yake watashangaa. Wale ambao walitegemea kwamba watawatandika na kuangamiza, watashangaa wanashindwa mbele yao, kwa sababu Bwana yupo pamoja nao, kwa sababu Bwana yupo pamoja nao. Hawa watu ushujaa wao, ninarudia tena, ni kwa sababu walikuwa na Mungu, na walionekana mashujaa kwa sababu Mungu alikuwa pamoja nao. Kwa hiyo watu wa Mungu, kuna vita kubwa mbele yako, kuna vita kubwa mbele yako, lakini usipate ujasiri wa kuiendea hiyo vita ukiwa unajua kabisa ya kwamba Mungu yuko mbali na mimi, au Mungu yuko pamoja na mimi. Usijaribu kuiendea hiyo vita, wala usiwe na ujasiri wa kuipigana. Hawa wenzetu walionekana ni mashujaa, walionekana ni watu wenye nguvu, waliodani, ambapo alikuwa na ujasiri wa kwenda mbele za maadui zao na kupigana nao, kwa sababu walikuwa na uhakika ya kwamba Mungu ambaye ni Mungu wa vita, yaani Bwana majeshi, yuko pamoja nao. Yuko pamoja nao katika kila kitu, yuko pamoja nao kila mahali, yuko pamoja nao kila mahali anapopita. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tusije tukajitia riski, tusije tukaingia hatarini ya kwanza kupigana vita ambayo una uhakika kabisa Mungu hayuko na wewe. Watu wa Mungu, kama watu tuliokoka, vita vyetu vinaongozwa na Mungu mwenyewe. Vita ya wokovu wewe na uhakika hauwezi kushinda endapo Mungu hayuko pamoja na wewe. Hauwezi ukapigana hiyo vita ukafanikiwa endapo Mungu yuko mbali na wewe. Wakristo wengi leo hii, watu waliojiita wameokoka leo hii, unakuta wanapambana wenyewe, wanaingia kwenye vita wenyewe. Matokeo yake wanakutana na shida, matokeo yake wanapigwa na wanaanza kusema Mungu hayuko au Mungu kawaacha. Kumbe walienda vitani wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na shetani anafanikiwa kuwaingiza kwenye vita kwa namna gani? Vita vyetu sisi vinaanzia rohoni, ujue kabisa. Vita inapoanzia rohoni, mtu ambaye hayuko pamoja na Mungu, ya kwanza vita huwa anaileta mwingine. Mtu ambaye hayuko pamoja na Mungu, kwa kujitetea, anapoiona vita mbele yake, yamkini ameonyeshwa kabisa katika ulimwengu wa roho. Hii ni vita katika ulimwengu wa roho, imeanzia rohoni. Yeye anachokifanya anaileta mwingine, anaanza kuamua kupigana mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaweza ikatolea tu mfano, yamkini mtu ameona ya kwamba fulani ameona usiku amemwijia anakuja kumloga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kaona usiku anakuja kumloga. Hiyo tayari ni vita katika ulimwengu wa roho, kwa sababu mchawi sio rafiki yako wewe uliokoka. Lazima atatafuta tu namna ya kuja kukuroga. Kinachotokea mlogole, badala aanze kuangalia namna ya kupigana roho, yeye anakuja mwilini. Akimwona huyo mtu amsalimie, akimwona huyo mtu anaanza kumsema huyo ni mchawi, huyo ni hivi, huyo ni hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Au anaanza kumchukia. Ukishafika level hii, ujue kabisa hapo vita tayari ulishashinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu mwenzako amekuja katika ulimwengu wa roho,
wewe umeenda mjini na vita vyako si juu ya damu na nyama. Maana yake ni nini? Wewe na uhakika kabisa mtu huyu hayuko pamoja na Mungu, kwa sababu Mungu hawezi kukuleta mwilini kwenye vita ya rohoni. Ujue kabisa huyo mtu kaamua kwenda kimwili, kaamua kwenda mwenyewe, Mungu hayuko hapo. Kinachotokea ni nini? Ataishia kuongea fulani ni mchawi, fulani ni mchawi. Lakini je, mchawi umeisha? Haujaisha. Je, ni kweli hajui, hana uhakika? Je, matokeo yake ni nini? Anasonga mbele? Hapana. Kama ni kanisani ndio haiji kanisani. Kama alikuwa naomba ndio haombi tena. Je, hiyo vita atashinda? Kitu ambacho kiwezekana. Sasa ndio nimetolea mfano tu mdogo, lakini ndio asilimia kubwa ya Wakristo leo. Vita iko kwa kila mtu, lakini tunachokosea tunamwacha Mungu pembeni. Tunaacha kumuuliza Mungu kwamba hii vita tuiendeje. Inaweza ikawa kwenye ndoa yako. Wewe unaona kabisa ndoa yako kuna mahali inaenda kuvurugika katika ulimwengu wa roho, lakini wewe unang'ang'ania tu kimwili. Unaanza kugombana na mume wako au na mke wako. Kitakachotokea nini? Badala ya kutengeneza ndoa yako unaiharibu kwa sababu hauko na Mungu. Lakini ungetulia ukamuuliza Mungu, je, katika hii vita kwenye ndoa yangu hii niende namna gani? Nifanye nini? Nitumie njia gani? Wewe na hakika Mungu akikupa hekima, kwa sababu ninakwambia Mungu hawezi yani vita ya Mungu anaimaliza kimya kimya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hautakuta Mungu anakuwa pamoja na wewe labda kwenye vita kati ya mtu na mtu, alafu mkaishia kugombana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkaishia kugombana na kuumizana muda mwingine na Mungu. Hapana. Mungu akitaka, akitaka kukushindia vita, Mungu akikushindia vita anajitwalia na utukufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huwezi kuniambia Mungu kaingilia vita yako ya ndoa halafu mkafarakana na mume wako au mkaachana halafu kaniambia Mungu kakusaidia. Hakuna. Mungu, ili ujue Mungu kaingilia hiyo vita ni pale ambapo utakaposhinda, halafu amani kwenye ndoa yako inaendelea, furaha kwenye kazi yako inaendelea, ushindi kwenye eneo lako inaendelea. Lakini sio kuniambia eti Mungu kakushindia halafu mafarakano ya nani, kitu ambacho hajahusika Mungu bali. Hajahusika Mungu bali. Mungu akikushindia vita au Mungu akipigana vita, wengine anaweza asielewe. Kama ulize Daudi. Daudi yuko kwenye vita na mfalme wake Sauli. Kilichotokea ni nini? Kwa sababu Daudi alikuwa pamoja na Mungu. Hakukorofishana na Sauli wala hakumuuzi. Ni mpaka pale ambapo Sauli mwenyewe alisema, hakika Daudi, nimejua wewe ni mtumishi wa Mungu na nimejua Mungu yuko pamoja na wewe. Alikiri wazi kabisa ya kwamba hakika mimi ndio mwenye dhambi, Mungu yuko pamoja na wewe na hakika nimejua wewe ni mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pale ambapo alipomuua Sauli, Daudi alikasirika. Na aliyemuua Sauli, Daudi alimuua. Mungu ndo waga anamaliza hiyo vita vyake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama una vita, mgogoro katika maisha yako, Mungu akiwa pamoja na wewe ataimaliza hiyo vita kwa kumaliza mgogoro, sio kwa kuinua mgogoro. Ataimaliza hiyo vita kwa kumaliza mgogoro na sio kuinua mgogoro mwingine. Ndio Mungu alivyo. Kwa sababu atamaliza huo mgogoro halafu atajitukuza katika vita. Sema, nimemshindia mwanangu. Na wewe utamtukuza Mungu, hakika kwamba Mungu alikuwa pamoja na mimi kwenye vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima tuelewe ya kwamba tunatakiwa tupigane vita tukiwa na Mungu. Kuna mambo mengine tunayafanya yawe makubwa sana kwa sababu tunaenda kupigana vita kimwili.
Kuna mambo mengine tunafanya na kwa ni mazito sana kiasi ya kwamba anafika mahali anatulemea, kwa sababu hatuko pamoja na Bwana, hatuko pamoja na Mungu katika hiyo vita. Tumeamua kwenda wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tuelewe ya kwamba Mungu wetu anatupenda na yeye ni Bwana wa vita. Hakuna kitakachosimama mbele yako ukiwa pamoja na Mungu usishinde.